Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya mjinga, naelewa kila nachofanya naona sio sawa. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni dola nichoma. Ana, hivi kwa nini usiachane na huo mpango wako na ukaendelea na maisha mengine? Haiwezi kuwa hivyo. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Lakini Ana, naomba tusizungumzie mambo kwa sasa. Tutaongea wakati mwingine. Mary, ulikuwa wapi? Mbona tumetoka chuo muda sana, alafu hujafika mpaka sasa hivi nyumbani? Tulipitia maktaba kidogo kujisomea. Alafu simu nao niliweka mute. Kwa hiyo scroll zako hata sijaziona. Unajua kama mimi nimefika hadi nyumbani kwenu. Basi wakati mwingine jitahidi kuwa makini na simu yako. Sawa? Weka sauti. Utakuja kupigiwa simu na watu watakukosa au utashindwa kupokea. Hamna shida babe. Nikuelewa. Haitajirudia tena. Sawa? Babe, alafu nina zawadi yako. Kwa hiyo nimekutafuta sana nikuletee zawadi. Nilitaka nikuletee nyumbani ili nione ukishaipokea itakukaaje. Lakini sasa hamna namna, inabidi nikupe hapa hapa. Zawadi gani baby? Mimi nadhani ungeipokea kwanza ukaiona. Baby, asante. Inaonekana ni nzuri sana. Kakuchagulia nani? Kwa hiyo niamini mimi. Nakuamini, lakini nataka tu kujua. Sijakaa umechaguliwa. Nimechagua mwenyewe mama. Ukienda nyumbani, ukijaribu unipigie picha. Haina shida, yaani hilo ndo la kwanza. Nikifika nyumbani sifanyi chochote kile. Naenda chumbani, navaa na kupigia picha na kutumia. Baby, unajua maana yangu ya kukuletea zawadi. Najua kama una nguo nyingi. Tena nzuri tu. Lakini natamani leo utoke tofauti kidogo. Ndio maana nimeenda kukuletea zawadi mimi mwenyewe. Nimeenda kukuchagulia nguo ambayo utavaa. Sawa. Nina surprise yako leo. Kuna mahali nataka nikutoe. Kwa hiyo baby, unataka uniambia umeninunulia nguo nivae nionekane tofauti ili unitoe out? Yeah. Wow, baby, nimefurahi sana yani. Hapa nilipo nina mchecheto balaa. Ngoja niwahi nyumbani nikaijaribisha ili nione hiyo jioni tukitoka itakuwa na muonekano gani. Like princess sijui. Mimi najua wewe ni mzuri sana. Kwa hiyo na imani utapendeza. Sana babe. Kwa hiyo tunatoka muda gani? Nadhani ni kwenye saa moja baby. Kwa sababu nataka tukapate dinner pamoja. Yaani siku ya leo nataka iwe special sana kwa ajili yetu. Please, naomba usiniangushe mama. Sawa? Julie, inaonekana umejipanga siku ya leo. Baby, unajua hatujawahi kutoka na tukakaa pamoja. Tukazungumza na kujadili mahusiano yetu. Kwa hiyo naomba hii siku ya leo tuitumie kama siku special. Iwe ni siku kwa ajili yetu. Sawa? Yaani Julie mimi ananishangaza kweli. Yaani anapompenda Mary na kumjali. Leti angejua huyo Mary mwenyewe alivyo. Sijui tu. Umeanza umbea. Wenzao anapendana. Hivyo tu. Ni kama anapendana. Nitasema nini pale ndo shakutana Kajoli na Sharukani. Japo Kajoli ni wa Bongo, Sharukani wa India. Acha tuone. Huna bwana dada. Sema sura yako inaonyesha kama una furaha.
Tafuta bwana dada akupende. Wenzao wanapendana, acha kuona wivu. Msichana, sina shida na wanaume. Nachotakiwa kuzingatia kwa sasa ni masomo yangu tu. Yaani kama ningekuwa na uwezo, ningeifanya hii siku hiyo inaazimishwa sasa. Kijamii kabisa. Juli bwana, acha basi. Usije ukamaliza uhondo hapa njiani bure. Ngoja niwawahi wale. Maana unaona wamenuna balaa. Unaona kama nawachelewesha vile. Hao watakuwa na wivu baby. Lakini sawa, basi hata mimi nikuache basi. Sawa mpenzi wangu, baadaye. Yaani nikifika tu cha kwanza ni picha. Haya. Hao wanaume ningekuwa nawataka, huenda hata nisingeachana na mwanaume ambaye nilikuwa naye. Haya, sasa hivyo Kajoli anakuja. Nimewasubirisha sana Wala. Sijali. Mimi kwa upande wangu wala hata hujanisubirisha. Nilikuwa nafurahi tu kumuona Shalkani yupo kwenye ubora wake. Ila ni mbea. Niacheni mume wangu bwana. Haya. Twendeni. Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya mjinga, naelewa kila nachofanya naona sio sawa. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni ndo lanichoma. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, choma. That is my girl. Gorgeous. Oh my goodness. Umependeza sana baby girl. Yaani baby, yaani oh my goodness. Oh. Wow. Umependeza? Yaani you look so amazing. Yaani so na uzuri unachangia mama. Wow. Hello babe. Niambie mpenzi. Okay, nakuja. Nakuja mpenzi. Okay, let's go. Hello baby. Penda baby wangu. Nakupenda pia mpenzi. Nimekumisi. Nimekumisi zaidi. Nani kakununulia hilo gauni? Umependeza kweli kweli. Niletea zawadi na rafiki yangu. Hongera sana. Ama kweli anajua kuchagua. Baby, gauni zuri na mwenyewe mzuri, ndio maana nimependeza, si ndio? Umependeza sana leo. Mpaka nakuonea wivu. Sasa nina hivi wakati mimi ni wako jamani. Sawa, kwani mtu kumpenda hawezi kumwonea wivu? Sasa leo Mungu akijalia jioni hivi tukapate dinner ili tuenjoy vizuri baby wangu.
Lakini siku nyingi hajatoka kwenye dina, kwenye kutembea tembea kidogo. Lakini leo nataka tukatembee, twende dina pamoja usiku wa leo, ili nipate furaha yangu au na furaha yako vile vile. Baby dinner? Yes. Nishaandaa kila kitu. Basi baby, tusaenda, haina shida. Sawa. Basi saa 2 hivi nitakupitia hapa, sawa? Haya basi, bye. My love. Okay baby, love you. Haya basi, tuonana baadaye. Okay. Okay, bye. Mami. Tutaniua wewe mtoto wewe. Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya Kama kuna mwanaume aliwahi kutokea akakupenda katika hii dunia, ukiachana na baba yako mzazi, basi atakuwa Ken anafuatia. Hivi unajua kama Ken alikuwa anakupenda sana sana yani. Alafu ilikuwa hata sio jambo la kutafuta. Hata mtu mgeni afike leo akimtazama Ken akutazama wewe, anajua ni jinsi gani Ken anavyokupenda. Lakini sababu ya yote yaliyotokea ulikuwa ni wewe. Sasa hivi kwa nini unataka kumharibia mahusiano yake mapya? Unajua wakati mwingine sisi wanawake huwa tunatafuta kitu ambacho tusichokijua. Na athari ya kutafuta kitu usichokijua, unaweza ukakipata na usijue kama ndio hicho chokuwa unakitafuta. Sikujua kama Ken ni mwanaume sahihi kwangu, kwa sababu hapo awali sijao kukutana na wanaume washenzi. Lakini kwa sasa nimeelewa ni jinsi gani nilivyofanya ujinga kuchezea shilingi kwenye tundu la choo. Mimi sikulaumu wewe, wala Ken pia simlaumu. Kwa sababu wakati wewe unapitia kwenye darasa, ilikuwa ni darasa la maumivu kwa Ken. Lakini for this time maumivu yamegeukia kwako. Ujue kuna kitu kimoja nataka ujifunze. Mtu akikupenda sana sana, siku akiamua kukuacha na kuacha moja kwa moja. Sio mbaya wewe kujua ulipokosea na kurudi kuomba msamaha kwa Ken. But sio kwa njia unayoitumia wewe. Njia unayoitumia wewe ni mbaya sana. Ni mara 100 uzungumze na Ken face to face, umueleze nini unahitaji kutoka kwake. Kipi umejifunza? Kipi ambacho umegundua ulikosea na hautarudia? And then umwachie Ken muda wa kutafakari na kufanya maamuzi yake. Kama ataamua kurudisha mahusiano yake kwako au kama atakataa. Hapana. Ken hawezi kunisikiliza. Yaani najua kabisa hawezi kunisikiliza. Na hii yote ni kwa sababu yule mwanamke. Na kitu kingine, yule mwanamke sio sahihi kwa Ken. Anapita kwenye njia ambazo mimi kipindi kile nilikuwa nazipita. Na mimi kwa sasa sitaki Ken aumie hata kidogo. Na ndio maana nataka nimtoe kwenye shida hiyo. Sawa. Lakini kuamini kwa Toma mpaka ajione kwa macho yake. Usitegemee kuwa Ken ataamini maneno yako au maneno ya rafiki yako. Natafuta njia kumuonesha ukweli. Nataka uone ukweli kwa macho yake. Japokuwa ni ngumu, lakini na mimi nitaipata njia hiyo. Okay, sawa. Inakuwaje ndugu yangu? Fresh, niambie. Shwari, naona umetulia. Yes, unajua tena najaribu kupitia notes za chuo. Jamaa unapenda kusoma sana ndugu yangu. Niambie ndugu yangu, naona umechelewa, ulipitia wapi? Kuna mahali nilipita kumuona Mary. Alafu nina kitu nataka nikwambie ndugu yangu. Leo nitakuwa na mtoko. Leo nina appointment na Mary. Kwa hiyo sitokuwepo hapa, lazima nitoke leo. Hivi kaka, we na Mary, muda wote we na Mary tu. Haufikiri kitu kingine? Haufikiri kuhusu masomo yako? Yaani unashindwa kutumia muda wako kuwekeza kwenye masomo ambayo kesho yatakupa faida.
Unakaa tu unafikiria kuhusu Mary tu. Na unajua kabisa mitihani inakaribia. Lakini wewe unamwaza Mary tu muda wote. Lakini kitu kingine, Mary si mwanamke wa hadhi yako. Mary ni mwanamke ambaye anaishi maisha ya gharama sana. Kiasi ambacho huwezi kuyamudu kaka. Labda nikwambie kitu Thomas. Unajua mimi nampenda sana Mary. Sidhani kama una kitu chochote ambacho unaweza kaniambia nikakuelewa sasa hivi. Afu kitu kingine, masuala ya kusoma yapo tu. Umeshanielewa? Wewe soma, mimi niache nikaonana naye leo. Sidhani kama eti nikienda kuonana naye leo nitakuwa nimebadilisha matokeo yote. Au nitakuwa nimekula muda wa kusoma wote. Nenda naonana naye baadaye narudi nitasoma ndugu yangu. Unajua kuna muda nikikutazama huwa siishi kukutazama pia, kwa sababu mambo mengi yanatokea kati yako na Mary. Na mfumo wa maisha ya Mary unaujua. Kuna wakati mnashindwa kuelewana kwa sababu ya kushindwa kumhudumia. Lakini bado tunamng'ang'ania tu. Unachokitaka ni nini kwako? Thomas, unajua mapenzi ni fumbo ndugu yangu. Wewe unaweza kawa hauoni, lakini mimi ninachokihitaji kwake ni upendo tu. Alafu nikwambie kitu kimoja. Mary ni mwanamke tofauti na unavyomfikiria wewe. Yaani wewe ndo unamchukulia hivyo tu kwamba afu hizi kupishana kufanyaje zipo kwenye mahusiano. Wewe inabidi unielewe tu. Afu kitu kingine sipendi tuzozane kaka. Mimi kikubwa nilichokuwa nakwambia ni kwamba leo nina appointment. Kwa hiyo sitokuwepo. Sawa ndugu yangu? Sawa. Kwa sababu mwisho wa siku hayo ni maisha yako wewe. Siwezi kukuingilia sana. Nitakushauri kama rafiki yako, lakini mwisho wa siku mwenye kufanya maamuzi ni wewe. Ilikuwa ni kama ushauri tu. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza ndugu yangu. Nikutakia appointment njema. Ukaenjoy. Hasa ndo maneno ndugu yangu. Hicho ndo kitu itakuwa useme mapema. Sio eti nafika tu hapa ndugu yangu nakwambia kwamba naenda kuonana na mtu unaanza kunipa risala zako shit. Okay. Sawa ndugu yangu. Leo nilikuwa na miadi na Julie. Lakini naona mambo kama yameingiliana. Unamaanisha nini? Amekataa au? Hapana. Lakini sponsor naye anataka tutoke na nimeshindwa kumkatalia. Baby girl. Kwa umeshindwa kufanya chaguo kutoka na sponsor au Julie? Na ndio maana nimekushirikisha. Mary, chunga maamuzi yako, usije ukajutia baadaye. Unamaanisha nini? Kwenye dunia ya sasa sio rahisi kupata mapenzi ya kweli. Come on, babe girl. Hebu acha kumpoteza mwenzako. Unataka kusema kwamba kuna mapenzi bila pesa? Come on. Mbona mnanichanganya jamani? Nifanye nini sasa? Mimi ninachotaka hapa nipeni ushauri. Maana mwanzo nishachanganikiwa hapa. Mimi ushauri wangu nadhani unaofahamu. Toka na sponsor. Kwa sababu pesa ndo kila kitu mpenzi. Tunalipa kodi, tunavaa, tunakula. Cause of money. Toka na sponsor. Sikiliza baby. Wewe hapo toka na Julie kwa sababu ndo mtu ambaye ameanza kukupa appointment. Sponsor yupo tu. Umegeuka tena wewe. Si ni wewe ndo umesema kwamba mapenzi bila pesa si chochote. Badala umshauri atoke na sponsor, mtu mwenye pesa zake, unamshauri atoke na Julie. Huyo Julie atampa nini? By the way, wewe ndo wa kuchagua. Tunaweza kukushauri lakini wewe ndo wa kuchagua kwamba utoke na nani, but Julie alikuwa ni mtu wa kwanza kukuomba appointment, unakumbuka? Maamuzi ya mwisho ni yako baby girl, okay? Sasa ni hiyo. Yeah. Something like that. The choice is yours. Yeah. Oh.
Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya mjinga, naelewa kila nachofanya naona sio sawa. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni dola nichoma. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni dola nichoma. Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya mjinga, naelewa kila nachofanya naona sio sawa. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni dola nichoma. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni dola